Nasemaje? Kuna kitu ambacho sisi watumishi tunatakiwa tukijua. Kujua mapenzi ya Mungu ni nini na siri ya kutembea na Mungu. Sasa leo nataka, kabla sijaenda mbali, niseme kuna Yesu alitoa mfano mmoja, alisema mpanzi alienda kupanda mbegu, si ndio? Akasema alipopanda mbegu, mpanzi alikuwa anapanda, zingine zikaanguka kando ya njia, si ndio? Anasema wakaja ndege wakafanya nini? Wakaziokota, kwa sababu hazikuwa kwenye mchanga. Zingine zikaanguka kwenye nini? Kwenye mwamba, yaani mahali pasipo na udongo mwingi. Zilipoota hazikwenda na mizizi zaidi, ikakauka. Zingine mpanzi ameshapanda nenda. Sasa huyu mwenye kupokea sasa akaja, zingine zikaanguka kwenye miba. Zilipomea miba ikazizongazonga, zikakosa nguvu ya kuzaa, zikashindwa kuzaa. Zingine zikaanguka kwenye udongo mzuri. Akasema moja ikazaa 30, nyingine 60, nyingine ngapi? 100. Akasema mwenye masikio ya kusikia na afanye nini? Asikie. Maana yake nini? Mpanzi anapanda neno. Kama hivi leo saa hizi mtumishi kuhani atasimama kwa ajili ya neno, anapanda. Zinaanguka wapi? Sasa ni juu ya kwenye moyo wa mtu gani zinaanguka wapi. Watu wengi tumepokea mafundisho na neno la Mungu kila wakati, lakini ukiuliza watu hawajui kwamba chochote ulichopokea kilichotoka kwa Bwana, huyu aliyepokea ataulizwa maswali mbinguni. Huyu aliyepanda amepanda, amefanya alichofanya. Wewe unayepokea, usipochukua jukumu la ile mbegu iliyokuja kuiweka vizuri ili izae, utaulizwa maswali mbinguni. Kuna watu wanasema kwamba sijui mwenyewe mchungaji mwenyewe. Hakuna cha habari ya mchungaji mwenyewe, ni wewe uliyepokea. Miaka mingapi umeendelea kupokea neno? Na je, lile neno umeendelea kulitafakari na kulitafuna kwa kiasi gani? Na je, linaweza kuwa linazaa imani ndani yako tangu umeanza kulipokea, ama ni zile zinako kwenye njia? Wewe una habari, ukishapokea ukienda nyumbani unaanza kuzungumza habari ya Biblia. Ukisoma kwenye Yoshua 1:8 anasema kwamba tutafakari neno usiku na mchana, ndipo tutakapopata mafanikio yetu. Lakini je, wewe ukishapokea neno unafanyaje? Wengine tukirudi nyumbani tunatafakari habari ya watoto. Yule mtoto ana matatizo, natafakari kuhusu ndoa yangu, si ndoa yangu inafanya. Natafakari kuhusu mashamba yesu nitamaliza na wewe. Natafakari kuhusu, yani muda wote tunatafakari vitu vyetu, hatutafakari neno ambalo usiku na mchana nikitafakari neno, hata mashamba nitayapata, yatalimika, hata watoto watakuwa vizuri, hata ndoa yangu itakuwa nzuri. Haleluya! Lakini nikitafakari vitu vyangu, neno linakufa, alafu nabaki na vitu vyangu. Kwa hiyo nawaomba watu wa Iringa, tuchukue jukumu kubwa sana. Unapopata neno, nenda nyumbani, kama ulipata mstari mmoja umekutia nguvu, nenda na usimamie huo, alafu sema Bwana, nimeshukuru kwa mstari na kutukuza wewe. Baba, nakubariki. Hata kama dakika 15, Mungu nakutukuza kwa lile neno, naomba lisiondoke moyoni mwangu. Hili nataka neno lijenge imani ndani yangu, nianze kutembea katika imani. Unafanya hivyo kila wakati, unafanya hivyo. Ninataka nikwambie, hakuna mtu atasimama au mkubwa au mdogo akakudanganya juu ya safari yako ya ufalme wa mbinguni. Haleluya! Maana kuna wengine anaweza kafika pale kwa sababu huna neno, anasema kwenda kanisani kila wakati ni upuzi tu. Kila wakati nini unapopokea? Na wewe kwa sababu huna neno huko ndani huwezi kujibu chochote. Lakini ukiwa unatafakari neno usiku na mchana, nataka nikwambia hakuna atakaye kudanganya duniani. Haleluya! Utakuwa na uhodari, utakuwa na neno la kujibu. Mtu yote anasema kitu tofauti, unasema hapana, hili sio neno la Mungu. Kwa hiyo utakuwa na ujasiri wa kujibu kila hoja za watu wadanganyifu wanaotaka kufanya vitu tofauti. Kwa hiyo niseme tu
Hilo ndio jambo ambalo nitamani niseme kwamba kila tunapopokea neno, kumbuka kutafakari usiku na mchana. Bwana asifiwe.